Bwana Yesu asifiwe. Ni kusalimu katika jina la Yesu katika siku ya leo na majira haya. Namtukuza Mungu kwa ajili yako ambaye unaungana nami kwenye ibada hii mpaka mwisho wa ibada hii. Usikate tamaa wala usichoke. Kichwa cha somo kinasema kuondoa tunaenda kuondoa kila nguvu. Bwana asifiwe sana. Tunaenda kuondoa kila nguvu za kichawi kwenye familia. Kwa nini tunasema kuondoa nguvu za kichawi kwenye familia? Leo nataka nifundishe mtu mmoja elewe nguvu ambazo zinaweza zikamtesa mtu, au nguvu ambazo zinaweza kumwataki mtu akajikuta badala ya kufanikiwa na kuwa maskini, lakini pia badala ya kuwa na nguvu anakuwa dhaifu, lakini pia badala ya kuwa na amani anakosa amani, lakini pia badala ya kuendelea huyu mtu anakuwa anarudi nyuma. Sasa nguvu za kichawi zinapoweza kutenda kazi kwa mtu, hazitendi kazi mara moja wala hazitendi kwa haraka, lakini pia nguvu hizi ni ulimwengu unaokuwa umejificha, ni mamlaka inayokuwa inaishi, lakini pia ni kitu ambacho kinakuwa kimebeba sababu na uhalali na majukumu maalum kwa ajili ya kushughulikia jambo ambalo limebeba uhusika. Kwa nini nasema jambo linakuwa limebeba uhusika? Ninamaanisha kwamba hakuna nguvu ya giza inayoweza kumfuatilia mtu asiyekuwa na sababu, lakini pia hakuna nguvu ya kichawi inayoweza kumwataki mtu bila kuwa na sababu. Nilizungumza wiki nilizungumza juzi, nikasema mikono ya mtu ndiyo imebeba hatima ya mtu. Lakini pia nikazungumza nikasema mtu yoyote aliyewahi kusaini mahali popote, ikiwa ni kuomba kazi, ikiwa ni kufanya chochote kinachohusu yeye uhalali, walitumia saini kama sababu. Hakuna saini zinazofanana. Kwa hiyo hakuna mtu anayefanana na mtu mwingine, isipokuwa kuna mtu anayeweza kulinganishwa na mtu, lakini hawezi kulinganishwa matokeo ya yule mtu alionayo. Mtu anasema, mchungaji, unazungumza jambo gani? Kila mtu ana neema yake, na kila mtu ana nyota yake, na kila mtu ana kile ambacho kimebeba uhusika. Ninapozungumzia uhusika, nazungumzia mamlaka, ambapo kuna mtu anatumwa kwenda kushughulikia au kutekeleza jambo, lile jambo likiwa kwenye uwezo wa mikono yake au likiwa na vibali maalum. Namba moja linaweza kuwa limebebwa kwenye uzao. Namba mbili linaweza kuwa limebebwa kwenye huduma ambayo yule mtu anaiendesha. Na mtu huyu, utajuaje hivi vitu vinaharibika? Utagundua kuna vita ya mashambulizi. Vita ya mashambulizi. Vita ya mashambulizi ambayo unapitia ndiyo inaamua na kutupa matokeo ya kwamba wewe ni nani katika ulimwengu
tunaoishi, na mambo yanayoweza kutupa uwezo wa kutambua kwamba mtu huyu amebadilika au anapita kwenye njia ambazo sasa sio ile tuliyokuwa tukimtarajia. Unaweza kukutana na mtu ana hekima, anaweza kujieleza, anaweza kufanya vitu vyake kwa ustadi, anaweza kushughulikia vitu vyake bila kutumwa. Lakini kuna wakati unafika mtu yule yule anabadilika, utendaji wake wa kazi unaanza kufanyaje? Unaanza kubadilika. Sasa kwa lugha ya kawaida ya watu wa mwilini, anaanza kumchukia. Baada ya kumchukia, anaanza kumchukulia kwamba anamzoea. Lakini kumbe mtu huyu amevamiwa na nguvu ama roho za kichawi. Haleluya, haleluya. Leo nataka nigusie kwenye kitabu cha Hesabu 23:23, lakini kabla sijafika Hesabu 23 mstari wa 23, nataka nigusie kwenye Hesabu 23 na mstari wa 11. Biblia inasema, Balaki akamwambia Balamu, umenitendea nini? Nimekuleta ili uwalaani adui zangu, na tazama umewabariki kabisa kabisa. Balaki akamwambia, haya njoo tafadhali hata mahali pengine, na kutoka huko utaweza kuwaona, utaona upande wa mwisho wao tu, wala hutaona wote, ukanilaanie hao kutoka huko. Huyu mtu ni, kuna mtu anamiliki nguvu za giza, lakini katika ulimwengu wa roho akashindwa kuzitumia. Akamwita mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Balaki. Sasa anamjibu, akamchukua mpaka shamba la Sofimu hata kilele cha Pisga, akajenga madhabahu 7. Huyu mtu alianza na kujenga madhabahu ya kutolea sadaka ili aweze kuwapiga Israeli. Unisikilize, 14. Akamchukua mpaka shamba la Sofimu hata kilele cha Pisga, akajenga madhabahu 7, akatoa sadaka ng'ombe waume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Wewe ambaye unadhalau vitu vinavyoitwa madhabahu na sadaka, akapeleka ng'ombe mwanaume, akapeleka na kondoo mwanaume kwenye madhabahu 7. Madhabahu 7 amepeleka wale wanyama. Akamwambia Balaki, simama hapa karibu na sadaka yako ya kuteketezwa, nami nitaonana na Bwana kule. Bwana atakaona na Balaamu akatia neno kinywani mwake, akasema, umrudie Balaki ukaseme hivi. Akafika kwake, na tazama, amesimama karibu na sadaka yake ya kuteketezwa, na wakuu wa Moabu pamoja naye. Balaki akamwambia, Bwana amenena nini? Naye akatunga mithali yake akasema, ondoka Balaki, ukasikilize, nisikilize, ewe mwana wa Spol. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema atalitenda, iwapo amenena atalifikiliza. Tazama, nimepewa amri kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Anazungumza kwamba huyu mtu aliyeita huyu mtu aende kulaani watu ili aweze kuwapiga wana wa Israeli,
Na huyu mtu anatengeneza mkakati, lakini mkakati huu anautengeneza kwa njia ya sadaka. Sadaka ni majibu ya kuondoa mamlaka ama nguvu za kichawi kwenye familia, kwa sababu hakuna familia inaingia kwenye ufalme wa giza bila sadaka. Hakuna familia inaweza kuingia mahali kushughulikia maisha ya mtu isipokuwa imetolewa sadaka. Na nguvu za giza, nguvu za kichawi, nguvu za laana zenye uhalali zinaanzia kwenye madhabahu. Kwa hiyo hii familia unayopitia wewe, ambako umeolewa, ambako umeoa, katika ulimwengu wa roho, manake ilijengwa madhabahu, na ilipojengwa hii madhabahu wakatoa sadaka ili waweze kushinda ama kuiwini familia fulani, ama kuifunga familia fulani isiolewe. Hata ikiolewa isidumu kwenye ndoa, hata ikidumu kwenye ndoa isiwe na watoto. Kwa hiyo wanaingia agano ama kiapo, na kiapo hiki hawaingii hivi hivi, wanaingia kwa njia ya sadaka. Na wanapoijenga madhabahu, wanapeleka ile sadaka ambayo ni kiapo kilichobeba uhalali. Hayo unayopitia, kuna mahali imejengwa madhabahu. Hiyo pressure unayopitia, kuna mahali imejengwa madhabahu. Maumivu, mateso kwenye ndoa, kusomesha, kukosa amani, kutokuwa na fedha, hiyo ni madhabahu. Kuna mahali imeachiliwa. Na hii madhabahu kama kuna mahali imeachiliwa, manake ulimwengu wa roho kuna sadaka imesimama. Miungu ina uhalali kwa sababu ya ile sadaka. Hata ukianzia 23 mstari wa kwanza, anasema Balaamu akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapo ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Balaki akafanya kama Balaamu alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Maandele baswa. Balaamu akamwambia Balaki, simama karibu na sadaka. Wewe unayesimama mbali na sadaka, katika ulimwengu wa roho kuna kosa moja unalifanya kubwa sana. Sadaka yako, mamlaka yako, maombi yako vinapata kibali sio kwa sababu ya kunena, ni kwa sababu ya sadaka. Balaamu akamwambia, simama karibu na sadaka yako, nami nitakwenda, labda Bwana atakuja kuonana nami, na lolote atakalonionyesha nitakuambia. Akaenda hata pale mahali peupe juu ya mlima. Mungu akakutana na Balaamu, naye Balaamu akamwambia, nimetengeneza madhabahu 7, nami nimetoa sadaka. Nataka uone kipengele chenye nguvu, kipengele ambacho kinazungumziwa kwa eneo la sadaka kama mlango pekee, lakini pia una uwezo wa kutoa sadaka mahali kama pale mahali hapana uwezo juu ya ile sadaka ambayo imetolewa. Manake utaendelea kuteseka, utaendelea kupigika, utaendelea kuumia, utaendelea kuteswa. Na ndiyo maana ukikuta ninazungumzia deliverance kupitia sadaka, manake ninazungumza ile nguvu ya Mungu aliyoiachilia juu ya mtumishi wake. Si kila mahali unaweza kutoa sadaka na ile sadaka ikashughulikia roho za miungu. Hapana.